And hivi karibuni tutakuwa na wewe hapo bunge. Nakuja kwa kasi sana. Makofi tukikaribisha. Karibu sana. Karibu sana mheshimiwa. Haya, asante sana. Kwanza nataka nichukue nafasi kusema asanteni sana. This is my first time kukua hapa katika bunge, and bunge, you have demonstrated the Kenya that we want, whereby today as we are in Madaraka Day, we are celebrating the democracy, the independence, whereby there is a freedom of speech, freedom of expression and all that. Na ndio maana umeona ya kwamba kila mtu anakuja anaongea yale ambaye anaona it is right for him, for himself, for herself. Ndio umeona wa opposition wamekuja wameongea, wale wa serikali wenye na support wameongea, and that is the democracy. The president, thank you so much, Bana Speaker, the CJ, the kind of the maturity that you have demonstrated here is on another level. Na mimi I'm so much challenged, like ya kwamba nimekuwa nikifollow, and I think this is the platform that can drive the politics of this country. And I think as bunge, you need to come up with a YouTube forum whereby mnakuwa na program so that mtu anakuja, kwa sababu nimeweka pale watu wengi wana follow sana, and they want to know what do the people have and speak it out without fear and all that. So I think the bunge, you need now to improve and work on the digital platform so that going forward watu wanaweza sikiza Kenya yote, what na hii ndio bunge ambalo linatambulika Kenya yote. Something so funny ya kwamba bunge iko na timu yake hata ya kutoa watu nje kutoka kama meshikwa kusimama na watu wake. Bunge iko na timu ambayo leo nimekuona tumekuwa nao, and I want to support that team 100%. And I've just talked with the guy. We are going to give them a uniform. They are processing it already. Na mpira alafu viatu ndio wamesema, lakini hiyo tutaangalia polepole 2 3 au hata ngoma pia umoshi imeraruka. So ngoma sasa, hiyo ngozi hiyo ni pesa ngapi? Mbili ni 10,000. Aya, mimi nitanunulia ngoma. Thank you so much. So I will start from this point. Bunge FC, congratulations, and we will be always here to support you. Na hii ndio mara yangu ya kwanza kukuja hapa bunge. Kwanza nataka nisimame hapa kama kiongozi. Unajua sasa saa hii mimi nime upgrade from the local politics to the national politics. And that's why nataka niombe msamaha kwa yeyote ambaye niliwahi kwasa at any given point. Yote tunaomba msamaha. Unajua haujui mambo ambayo imeoleka huko wapi na wapi. Hata wale ambao walinipiga pia nimewasamea. Kila mtu mimi nimesamea. Si ndio? So and that is the country we want, because sisi tumepitia mambo mengi sana. Sio mara ya kwanza mimi kupigwa, mimi nimepigwa. Hii mwili tu nikianza kucount venye nimepigwa. Yaani hata watu wanasema chochote jana amepitia. Kwanza kabla nikuwe mbunge kupigwa kama ngoma ya Dubai. Lakini ni kwa sababu I've been always a principled man, and as the president has said, we want more young people in the leadership. Na kama wewe unaweza simama kwa kiongozi na utoe speech ambayo umeongea, you can go very far. Bora tu sasa ukue mtu, usikue tunaitanga kwa Kileo Mwinyambi. Mwinyambi ni ule hadi butlika. You see, let me tell you guys, mimi nakwambia ya kwamba I'm the MP not because mimi ni mtu clever. I'm just the MP because ni mtu wa principle. Na mtu mwenye ninaamini hii kitu ni right, and it's right, and I stand for that. And it's because I also believe in myself. Mimi nataka watu wa bunge, vijana wa bunge, mchiamini kwa nyinyi wenyewe pia. As much as, you know, politicians, they don't have mercy. They are there for their own selfish interest. Once they get it for them. Sisi tutabaki hapa, atakuletea maybe shilingi 1,000, 2,000, 10,000, and then anasema wewe mtu yangu. Anashikako simu yako mara moja, anazima tena. Then after 1 month inakuwa hivyo. So as the young people of this nation, wanasema the future of a nation lies in the hands of young people. Na mmeniona nikitembea katika misururu tofauti. And of recent,
I'm just speaking on two things as I move around. Na umeona saa hii hata mambo ya Luhya Nations, what. I'm no longer addressing those issues because there are so many things that I need to address. Number one, sisi vijana lazima tuangalie tuone nchi yetu ya Kenya inaenda mna gani. We can speak politics, the politics of tribal imeturudisha nyuma kama jamii. And number one, tunaangalia juzi nimetembea katika msafara yangu, nimetembea like about 35 counties. And what I've experienced is a lot of things, a lot of information. Nimekuwa kule Mombasa. Wakati nimekuwa Mombasa, nikawakumbusha watu wa Mombasa ya kwamba Mombasa tulikuwa na mambo ya oil refinery ambayo ilikuwa imeandika watu wengi sana ya mambo ya mafuta. Nimetoka pale, nimekuwa kule Limuru. Nikakumbusha watu wa Limuru kulikuwa na Bata ambaye iliemploy watu wa zaidi ya 3,000 during that time ya kina Moi walikuwa pale. Pale ni sahihi ukienda Bata ina employ watu 3,000 peke yake, watu 300 peke yake. Na pale watu haiko imeemploy watu wale watu wa Kikuyu wa Limuru, ilikuwa watu across the board. Nimekuwa kule Thika town nikiaddress wananchi. Nikawaambia watu wa Thika, Thika was the hub of industries, manufacturing in Kenya. Lakini leo hii ni mago down ambazo ziko pale. Na saa hii bado population inaendelea mbele. Nimekuwa pale, nimekuwa kule Bungoma na Eldoret juzi. Penye walikuwa wananikazia kidogo. Tumekuwa kina KCC, kuna Rivertex. Zote during that time ya Moi zilikuwa zinafanya na ziliemploy watu wengi sana. And many, nimekuwa kule Bungoma. Kulikuanga na ile Kitinda, zote zilienda. Kulikuwa na zile za kina, zile za Malakizi za tumbako, zilienda. And many more manufacturing countries zimeenda. Nukajiuliza swali, where is the problem? Because population inaendelea kuongezeka, but at the end of the day now, the manufacturing industrialization inarudi nyuma. Saa hii nimekuwa katika kanisa pale. Na kuna msichana amekuja pale testimony. Alikuwa ameshikwa kule, alikuwa anaenda kufanya kazi kule Saudia. Na msichana analia kwa sababu ya mateso ambayo alipitia. Akasema hata ikuwe nini, hataki kurudi kule Saudia. Leo umesikia juzi katika vyombo za habari kuna watoto wetu wengi wameshikwa kule, wengine wako Finland, hata Ministry of Foreign Affairs ikasema inataka pesa iwarudishe nyumbani, Kuna wale wako kule Saudia, Lebanon, Finland, kuna wengine wako Canada, wengine wako Australia, wako huko. Hata wengine wameshikwa katika majela kwa sababu wameenda kutafuta kazi kule. Because sasa leo hii sisi kama as a nation tunataka vitu za shortcut. Tunataka tuende to import vitu kutoka nje ya Kenya, alafu from there kutoka China tunakuja hapa. Hapa sasa vijana wengi wamesoma, hawana kazi. And that is why you see these young people, they are bitter. Umeona mwingine amesema, yeye amesema ni kutoka Siaya. Na mwingine anasema mimi ni Gen Z. These young people like over 4 million wana kazi. Sisi wenyewe juzi nikauliza watu, if we continue in this manner, in the next 30 years from now, tunaenda wapi? Ndio nikauliza kwamba wakati wa Moi alikuwa dictator, yes. Lakini he believed in the industrialization. Ndio mnaona kwamba shilingi ya Kenya dola ilikuwa shilingi 20 peke yake. But baada ya hapo tulisahau ya kwamba misingi, the foundations ambao our forefathers laid for us. Ndio unaona sasa investor wanatoka Kenya wanaenda kule nje. Kwa sababu the bureaucracy ya kufanya biashara is very complicated. Mambo ya finance bill, ukiona kama nchi kama Marekani, finance bill inakuanga once in entire period of a president. Hapa every time finance bill. Inafanya investors wanaogopa, wajui finance bill ya mwaka kesho itamfavor ama itamfavor. And most of the investors, they want the risk averse countries. That's why unapata vijana wengi hawana kazi. And that is what is making most of the young people to be bitter. Wengine sasa wanalipwa, wanafanya mambo ya kuenda kwa mtandao kwa nini. Leave alone this wanasiasa wenye wamekuwa pale. Tuko kama for example mimi sasa nimepita kuongea mambo ya siasa ya Kakamega ama siasa ya Western. Kwa sababu sasa mimi I'm addressing the national issues. A good example. Na mimi I'm not in that position. Position ya kuaddress mambo ya Mlembe wakina Natembea. Mimi naza national, mimi ni president. So sababu
sababu sasa saa hii, that's why huwezi ona siku moja utainipata tunaongea ati Raila amefanya nini. I have a lot of issues to address. Mimi namheshimu viongozi wetu. Kama sasa wale viongozi wetu ambao wamekuwa pale. Saa hii sasa is a new Peter Salasya. This is a new Peter Salasya. No single day, and I swear before God. Naelewa. So and I want to say this, kama for example in Kakamega. Tuko pale na ile uwanja ya airport ya Kakamega. Just kurepair peke yake ilikwama. Ndege zilikuwa, maybe mtu hata angekuwa maybe ni mgonjwa akuje Nairobi. If you want to know that we have a very government ambayo it's not keen on serious issues, wale neglect. Ndege za hii haziendi huko. Mabarabara zote zilianzishwa kule wakati because watu wanasuffer. Hakuna. So sasa hii tumebaki na mambo ya PR. Leave alone that one. Sisi vijana tunataka kazi. Sasa hii hatujiulizi kama serikali every time watoto wanamaliza university, wanamaliza na degree, diploma, certificate wote. Hatujajiuliza kama serikali ama as a nation how many job opportunities we have created for this particular year. Watu na keep on throwing people into the job market. Ndio umeona wanapeleka watu huko kama slave trade. Tutaendelea aje with this kind of leadership? So mimi ndio nataka niulize vijana. It is high time for we the young people to put aside mambo ya wanasiasa. Hata akisema kama nimeona kijana mwenzetu huyo ndugu yangu amesema kina Mudavadi akiwa pale, yeye na familia yake ndio wako pale. Hata mimi mwenyewe hata kwangu hata tujai kako hata hivi na hivi. Hata Wetangula azensaidia na nini. Kuna viongozi wao wakikuwa pale ni wao na marafiki zao, they are cronies. There's nothing. Ile matime we want jobs, we want opportunities. Ndio uliona Mzee Kibaki alikuja na Vision 2030 because he knew one day atatoka, lakini Kenya itaenda mbele. Unaona? Lakini sasa leo hii tunaishi Kenya kama Kenya inaisha kesho. Everybody is competing to kuiba, kupora. Na niliambia watu wa Mumia sisi. Mimi nilipata tu ndoto ikaniambia Peter Salasya umeshapakwa mafuta ya kuwa mbunge. Na mimi sasa wakati hiyo mimi nalala kwa mattress yangu ya inchi 2 na nilikuwa nalala chini. So mimi nikatoka nikaanza kuambia watu bana mimi nimeshachaguliwa kuwa mbunge. Wanaanza kusema huyu mtu ni mwenda simu achaneni na yeye. Sasa kutoka hapo, by the way, naenda kutembea baadaye mimi ndio nikakuwa mbunge. And within those 3 years watu wameona walinikopesha kura. Kwa sababu sikuwa na cha kuwapatia. Matanga alikuwa anapatiana shilingi 100 ama 200. Naambia nyinyi ndio niko naye. Sasa hii mambo ya presidency yenye tumefika. Wakati niliambia watu mimi ndio nimewekwa mafuta, walisema huyu mtu huyu bangi ndio itamsumbua cha nini na yeye. Si ndio? Haya baadaye sasa wenye nikaita kwa watu wa online. Kwa sababu pia mimi napenda sinema, yani squeeze mimi si mtu wa sinema, mazini as person. So wakasema huyu jamaa anapiga ni content, anapiga content. Nimetembea Western yote, wakasema sijui pesa imetoka kwa Mnyoro. Nikatoka pale Western, mimi mwenyewe nikazunguka, nikaenda mpaka Mombasa, mpaka Kilifi, Kwale, Lunga mpaka kule Tanzania. Wakasema sasa kwa sababu sasa nimetoka nje, sasa hiyo sio Mnyoro, hii ni ya serikali, sasa wewe ni wa serikali huyu. So baada nimetoka huko, nikapiga Mount Kenya kupigwa, sasa nikashikwa kule nikitoka Isiolo. Sasa pale wakanipata pale DCI pale nikitoka huko Isiolo. Sasa wamerudi sijui nini na nini. So mimi nataka niseme vijana tumedharauliwa sana. Na mimi mwenyewe nimeambia watu, mimi mwenyewe nilichagulia, sina familia, pesa yangu ni ya kufanya nisi ya kuzunguka. Silipi kwa sababu wabunge wako na majukumu mingi, wanapeleka watoto kwa international school, tamu moja miezi 2 analipa milioni 1. Sasa mimi nalipia nani? Sitakufiwa tu magari na kuzunguka. And that is what I need. Nothing else, by the way. So, and what I've discovered from outside there, people Kenyans want the leader ambaye ata transform this nation. Ndio unaona nimeambia watu saa hii, hao watu wanatuchezanga. Wanakuja na machopa, wanakuja na nini, na mambwembwe na nini. Wakishapata sasa serikali, ni time yao ya kukula na marafiki zao. And that's why unaona, hii ndio uliona huyu jamaa kaleta marafiki. Watu ambao that they are not competent to deliver. Ndio ukaona sasa nchi imekosa mwelekeo. Sasa mimi nataka niulize wenzangu wenye wako hapo, wakina Omoshi wakiwa ndani. Omoshi, sisi ndio tutakomboa hii nchi yetu ya Kenya. Si ndio? Hiyo hata 10,000 tutapata. Lakini tuangalie tuone future yetu kama nation. Vijana wenye unaona wote opportunities zimekuwa kama saa hii.
Sasa ukisikia ati polisi, yani hata hizo nafasi kidogo za polisi wanagawania huko juu. Ukisikia za walimu wanagawania. So umeona huyu mwenye anatetea huyu. I wish wewe ungekuwa umepata kwa barua moja ya TSC uende kwa hiyo. But iko sawa. But all is going to be well. Sasa mimi nataka kuuliza vijana wenzangu ya kwamba sisi ndio tutakomboa nchi yetu ya Kenya. Na sisi mambo ya tribal sisi ndio tutamaliza. Mkitaka kujua ya kwamba there is power in young people. Sisi nilikuwa kwa hii maandamano yetu ya baba hii, tulikuwa hapo ndani. Mimi tulipigwa tear gas, tulifanywa nini kwa sufuria kila mahali. Lakini hatukuwa hii, tulikuwa tunajaribu tufike CBD, wanatorosha mbio. Bara vijana walifika mpaka wakafika mpaka kwa nini? Parliament. Na wakakula lunch. Unaelewa? So hii inaonyesha kwamba the only people who are going to change this nation are these young people. Hakunako mtu mwingine. Mimi nawaambia, mimi nimetembea Kenya, hata vijana sisi tulikuwa tumedhauriwa. Wanashindwa wakubwa. Huyu kijana anatoa wapi pesa? Na mimi nimepakwa mafuta, nikifika tu nikisimama hivi na watu wanajaa hivi. Nyota ni kubwa. Hii nyota hii inashanga. That's why unaona hata wakati nilienda Kapsabet. Nikafika tu Kapsabet hivi. Kusimama tu hivi, vijana wamejaa. Imagine wakale. Na walinipenda. Polisi kukuja amwambia sisi ndio serikali. Anaongea na hakuna chenye utamfanya. OCS alienda akaendanga na kaongea na vijana. Wakanipeleka na pikipiki zaidi ya 200. Wakanitoa mpaka wakanitoa Kapsabet. Kwenda pale Mosoriot. Sasa wakanipata. Vijana sasa unajua mimi am peaceful person. Wakajaribu nikamwambia vijana no need. Tukaenda Eldoret. Wakatufungia kila mahali nisiingie town. Na nikatoka tu na gari tu Subaru tu pole. Walishtukia tu niko town. Kutoa tu hivi picha vijana wameniona. Oh, wamejaa. It took only 5 minutes. Uliona ile umati ilikuwa nayo hiyo Eldoret. 5 minutes. Watu walikuwa wameshajaa. Na by the time polisi alikuwa amekuja nimeongea. Wanakuja nimemaliza na nikacheka na kawacheka. So hii inamaanisha that young people they want better Kenya. And we are the only people who are going to build this Kenya. So nataka niulize vijana wenzangu, mimi nataka kuanzia leo ule mwenye amesema sarakasi. Mimi najua mimi ni mtu najitambua. Najua time ya kazi, najua time ya kupiga mbwembwe and all that. Lakini hata time yangu ya kukunywa kwa kitu kidogo, lakini sasa siku hizi sipost. Hata nikitaka nikishamaliza kuzunguka Kenya, najificha kwa kona mahali napiga stories zangu na watu wangu. Na mimi nataka kila kijana akue hivyo. Sawa sawa? So mimi nataka tushikane mkono, tuweke mambo ya tribal kando, and I swear before God, you will never hear me saying that. Anything about the tribal, naongea mambo ya kuunite vijana. Sawa sawa? So whoever yeyote ambaye nimewahi kwasa ama ameniwahi nipiga, sisi sote tumesameana. And we are going to make hata baba yeyote, mimi sinako maneno, hata Raila Kajoko mimi sinako maneno na wewe. Rudia. Hata baba Raila wewe sinako maneno na wewe. Sindio nataka baba. Na mimi nataka kwa sababu nimetembea kaunti zote. And it's going to be very much unfortunate ya kwamba nimetembea in the whole Republic of Kenya. The only place I've not stepped is in Nyanza. Kwa sababu nilikuwa naogopa wananipiga ama wananifanya. Lakini kwa sababu Chakababa amenisalamia na wameona katika mitandao, naenda tutaenda Kisumu tuongee na vijana. Ili tuunganishe vijana pamoja. And inawezekana. Kwa sababu mimi unajua uongozi mmoja yako amesoma sana, lakini he believed in some principles. Sindio? Ambazo zilifanya Kenya ikakuwa independent. Sasa mimi nataka tuanze kutembea and I can lead this country. Because my heart mimi ni mtu mwenye niko merciful, ni mtu wa kusamea, ni mtu ambaye I'm resonating with the people, mtu ambaye anaangalia future yetu in the 100 years inaenda wapi, and that is the leader that we want. Kupita mtu mwenye amesoma, utamwambia aje aende mjengo. Sasa hivi watu wako kwa AI. Na that's why unapata viongozi hao wako na shida. Kwa sababu young people wanaangalia pale mbele. Na hao wanaturule kama tuko kwa 1970s. That's why they cannot catch up with the speed of the young people of this nation. So mimi nataka niseme asanteni sana. Tutazidi kutembea pamoja. And we believe that Kenya is going to grow faster. It's going to go far. Nirudi ama nisirudi? Nirudi, si ndio? So management ya hapa nataka tu niwashukuru, wacha tu Mungu aongoze. Yani you are an amazing people. President, mimi nataka usimame kura. Umeongea mambo ya bunge. Let me give you a secret about what is happening in the parliament. Unajua cartels wako kila mahali. Si ndio?
Ukiwa pale young person, sasa vijana, sisi tupendane na tumisha amani, sawa sawa, na tutazidi kuendelea mbele. Otherwise pia mtuombee ili ya kwamba tuendelee kupeleka nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa, kabla hujaenda, Mheshimiwa Tito! Hey!